nilikupa funguo za chumba cha ndani. Okay. Nikadhani nimepata tulizo la moyoni. Kupigia simu Jua lilichomoza. kwa sababu kuna hii kazi nimeona kiukweli nikisema nilale hii weekend nikia kitu kitalala. Jumatatu kwanza mimi nitachelewa kufika na asubuhi kuna kikao biki tuwasilishe ile assignment ambayo mimi nishaimaliza hii hapa, ngoja nikuonyeshe. Na tayari nisha print ya kumwona. Hii hapa. Sasa hii tuna Jumatatu itakuwa nipeleke, lakini itabidi ipeleke wewe. Ndio. Kwa hiyo kama unapojua ofisini kwetu bado tuko wengi, lakini boss anatuamini sana partnership yetu mimi na wewe. Yep. Sasa okay, tukiachana hii kuna hii ambayo ndo nimefanya kuite. Ngoja save hapa. Yep. Hapo. Hii hapa. Sasa hii bro nimeshaimaliza. Nilipambana wiki nzima silali mpaka mke wangu anakasirika sometimes. Yep. Kwa hiyo nimemaliza hii kazi na nimesha print kabisa kila kitu. Kwa hiyo nitakupa Jumatatu uondoke nayo. Kwa hiyo Jumatatu kama unajua shemeji yako ni mjamzito hapa, kwa hiyo lazima nimpeleke kliniki kwanza. Kwa nitachelewa sababu ndo hivi ni wiki ya kwanza Yeah. Wasema kama aende na mume wake. Kwa hiyo siwezi kumpinga mama mtu. So baby, hebu nileteze document nipe jamaa aondoke nazo. Sawa. Penzi ulioahidi mbona yamebadilika, nilitengeneza nyumba wewe ukaiba. Baby ndugu yangu. Upo kweli hapa akili yako? Nakuelewa. Nakuelewa. Aha. Kile kitu kipo? Yes. Pone ule mali bana, hizo document ndugu yangu zitunze kama unavyotunza roho yako. Sawa? Usijali. Jumatatu unapofika ofisini, mimi by saa 5 sasa ndo nimeshaingia ofisini. Mapema sana. Yaani Jumatatu acha mambo yako yote, usingizi wako wa pono huo kiasi mimi nakuwa na wewe ofisini uache. Sasa Mr. Robi. Kwa hivyo umenipa hizi document, mimi naona ni wahi. Si unajua tena. Sawa. Sasa shemeji, mimi naona ni wakimbie. Shemeji ndio unaondoka jamani? Usijali shemeji, sina mambo fulani. Sasa ungesipojia hata chakula kiive ule shemu nini usie baraka. Wewe usijali. Usijali shemeji. Bwana usikia. Mabacha la bwana pia Robi bwana Robi. Hata mimi bwana. Asa fresh basi. Bye. Uzingatia muda basi. Why yani? Haina usijali. Haya bwana. Okay. Haya. Hii kazi ikienda kuisha na ile nyumba yetu ya Chanika imeisha. Yaani kabla hujamaliza gorofa lao nyumba yetu ya Chanika imeisha. Wewe kapta anakuwa ofisini kwake. Mungu afanyie pesa nao. Hivi mama, ulisoma karatasi niloleta juzi? Nimesoma Devota. Nimesoma hiyo barua naifanyia kazi. Naomba nipe tu muda. Sasa mama, hivi unafurahi wakina Moda wakina Biaula wanavyonicheka mimi kisa silipe ya ada. Nikusubiri nikwambie mwanangu Devota. Maisha yanatofautiana. Umenielewa? Huyo Modesta babake anafanya kazi karibia na siku wa bunge, dereva wa mbunge babake. Unaona? Sijui si babake sana ofisini kule. Utanisha na mimi naifanya biashara ndogo ndogo hizi mwanangu. Hapana. Kwa mimi wao usiulinganishe kama wanapocheka. Wale wamekunyima kula. Hapana. Umevunjika mguu. Hapana. Ndio kwanza una afya nzuri tu hapo ulipo. Kuna siku za njaa huko ndani? Hapana. Hii ni ada tunayokufezesha wewe? Hapana. Na baba unadai tu mwezi huu mwaka tu nusu mwaka ndio unadaiwa. Lakini sio kwamba na siku zote unadaiwa wewe mpaka ulipo sasa hivi uko form ngapi? Form 2. Sasa kwani uko simepambana?
Ndio. Lakini bakia ni padogo sana, naomba kuwa mvumilivu Devota. Kwani mama usimpige tu Robi? Kaka Robi? Ndio. Usinifanye nikalia machozi hapa mimi, sitaki kulia sasa hivi. Asinikumbushe dadangu alimzika kule kaburini. Usinikumbushe makaburi mamangu. Umenielewa eh? Usikuja mama dadangu alikolala. Maana Devota yani yule Robi yule anikumbusha mama dadangu alikolala. Nimeleta hapa mkiwa dogo sana. Unaona? Nimepambana mimi kumsomesha Robi mpaka alipofikia pale. Nimekopa huku na huku hasa, siji black. Nimepambana sana kukopa mikopo kwa ajili yake. Nimekopa huku mpaka sasa bado ninadaiwa. Napambana na wewe na kuna naenda kurejesha bado. Kwa hiyo umeona amenifuata hapa kuja kudai marejesho? Hapana. Lakini napambana. Kosa lako bado ni dogo sana kwangu. Wewe Robi kakako huyo mimi sitaki hata kumsikia. Yaani sitaki hata kumwangalia kwa sababu gani jinsi alivyonifanyia. Toka alivyo ila harusi nilikuwa nimefana. Ndio maana harusi ilikuwa nzuri. Ilipendeza, unaona? Lakini toka alivyooa wewe mwanamke, si kabila gani mwanamke aliyemuoa, sio kabila gani ambaye hataki hata kwenda kumuona mama mkwe. Hebu nikuuliza swali wewe Devota. Huyo Robi toka alivyooa, ashakuja nyumbani apata siku moja? Hapana. Ujiulize maswali. Kwamba kwa nini kakangu haje kutuona hata toka alivyooa? Ujiulize maswali. Kama unavyojua biashara bado ni ngumu sasa hivi, mwezi huu biashara ni ngumu. Wala sasa hivi mandazi mpaka toka asubuhi ndio hivi kama unavyoyaona. Ndio hizo nadunduliza hapa. Sasa mama, yaani nasema hivi usipompigia Karobi akatuma yola siendi shule. Wewe sio unataka kumpigia Karobi? Mimi nataka umpigie. Na utampigia bana, mimi sitaki bwana. Jamani. Kwa hiyo Devota mimi unanifanyia hivi mwanangu mimi. Nataka mimi nifanye nini? Nijitundike nionge au nifanyeje? Lakini maisha ndio haya mimi ninayoishi. Napambana mimi kwa ajili yako wewe. Utaenda tu shule mwanangu, usipate shida. Utaenda tu shule, mimi nafanya biashara, utaenda tu shule mwanangu jamani. Lakini wewe Robi wewe uko wapi mwanangu wewe? Ulile sasa nyuma mamako nimekulia kwa shida. Wewe mwanangu amekufanyaje mpaka unasahau mimi mamako Robi? Mungu naomba kutana. Hivi wewe, yaani umekaa hapo unacheza hizo takataka zako hizo, muda wote vimo vyangu vinaong'ona nzi. Unategemea nini? Shemeji, ukijao chuo tuna mtihani. Kwa nini nilikuwa naweza kujisomea hapa ili nisiweze kufeli kwenye mtihani wangu shemeji? Yaani si nikwambieje wewe? Yaani nikwambia hivi, kama kusoma watu tumesoma sana mpaka tumechanganyikiwa. Naomba kanoshe vyombo vyangu. Na pia ukiachana na vyombo, kuna nguo za mume wangu na nguo zangu mimi mwenyewe. Lakini yaani kazi kula kunenepeana tu. Mwanaume mzima kazi kula tu. Kama kusoma, yaani mimi nilisoma mpaka nikachanganyikiwa. Bibi yangu mwenyewe alisoma huko. Ndugu yangu vipi? Bana salama kabisa. Naona nakupigia simu zangu kokote. Shida nini? Napitia changamoto nyingi sana hapa nyumbani. Yaani kuna muda sipati hata muda wa kuja chuo. Yaani nimekuwa kama hausi. Yaani mimi ni wa kufua nguo za ndani. Huyu ni wa kuosha vyombo ndani, na kudeki na kupika. Yaani nafua nguo za shemeji yangu. Kwa kweli ni kitu kinaniumiza sana. Kuna muda sasa shemeji yangu hataki hata nipate muda wa kujisomea. Yaani ananiumiza sana. Ibra, hivi kumbe upo serious kabisa?
Basi mimi nikajua yani ni swala la utani, labda unanidanganya. Kumbe ndugu yangu, unafua nguo za kakako, unafua nguo za shemeji yako, inapelekea mpaka unapika, unaosha vyombo. Kiukweli ndugu yangu, unapitia changamoto, unapitia maisha magumu sana. Pole sana kuhusu hilo. Si shukrani. Yaani kuna muda natamani sasa nitoke tu hapa nyumbani, nitafute sehemu tu nikaishi basi. Yaani kuna muda natamani nitoke hapa nije hata kwenu rafiki yangu, nipate tu sehemu ya kujiegesha. Napitia changamoto sana. Pole sana ndugu yangu, lakini sasa swala kusema kwamba utoke hapa uje uishi nyumbani ni uongo ndugu yangu, maana pale mimi nakaa na ndugu zangu. Sawa, labda nikaongee nao kuhusu changamoto inayokukuta wewe. Wakishalizia sasa mimi nitakwambia, lakini ukisema tuongozane mimi na wewe tukakae pale nyumbani bila kuambia, itakuwa ni matatizo ndugu yangu. Basi sawa. Nakuomba sana unilinde kwa hizi changamoto ambazo napitia. Sawa, nitakusaidia na hili ndugu yangu. Nimechoka na maumivu, unajua jina langu, si moyo wako tena. Uliniambia milele tuko pamoja, leo napita mtaa wako, unaficha macho, unanigeuka kando, picha zangu kwenye simu umezifuta kama kosa, lakini kumbukumbu zimechongwa ndani ya roho. Broken heart, moyo wangu umepasuka vipande, ulinicheka ukaondoka, sasa machozi yamekauka, nimeshaji